Kwa niaba naomba niulize, ni ipi nafasi ya ubalozi katika kutatua changamoto zinazowakabili wafanyakazi hasa wasaidizi wa kazi za ndani? Mara ya mwisho tumeona wadada wamelala nje pale zaidi ya wiki mbili, mpaka tukaingilia kwa namna moja na nyingine, ndio ukaanza kuposhiwa. Je, nafasi ya ubalozi ni ipi katika kuhakikisha kwamba Mtanzania akifika ubalozini ana shida, hana kwa kukimbilia zaidi ya ubalozini, na kwa makote huko kufikia ubalozini pale ndio nyumbani? Hata kama ni mkimbizi wa kisiasa, akiingia ndani ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, polisi wa Omani hana ruhusa kuingia katika ubalozi wa kumfanya chochote. Nafasi yetu ya ubalozi wa Tanzania kwa dakika moja jamani, tusikilize faida kubwa ya hilo swali. Hilo swali nitajibu kama friend, sio kama ubalozi, kwa sababu mwakilishi wa ubalozi hajaje, nimekuja kwa niaba yake. Kuna njia mbili au tatu ya kutatua tatizo kama hilo. Njia ya kwanza kwamba ubalozi unatambua mawakala walioko rasmi ambao wamesajiliwa ubalozini. Kwa sheria za Omani, ili agent aweze kuleta wafanyakazi anatakiwa na nyumba ya kuwastiri hao wafanyakazi wakipata changamoto yoyote. Kwa hiyo tunaamini kwamba mfanyakazi akija, suluhisho la kwanza atatakiwa anze kwanza na agent aliyemleta, aongee naye. Wakishindwa kupata solution, wanatakiwa waende labor. Ubalozi ni hatua ya mwisho. Kisheria ubalozi haupatanishi kati ya mfanyakazi na bosi wake, lakini kiungwana ubalozi inabidi ufanye hivyo. Nasema kwa sababu gani? Labor ambayo tunaita labor manpower wao ni rasmi kwa ajili ya kutatua kazi za wafanyakazi, yaani changamoto za wafanyakazi kisheria na kwa njia yoyote. Mara nyingi ubalozi ni kwa ushauri tu, kwa kosa mliofanya labda mfanye 1, 2, 3, pite njia hii na hii iweze kuwasaidia. Msaada wa ubalozi unakuja endapo kama ni swala la kisheria, mfanyakazi amepelekwa jela au mahakamani, na ubalozi unatakiwa umpe mfanyakazi msaada wa kisheria. Lakini kwa changamoto za kazi inatakiwa zianze labor. Na kwa kuhusu upande wa kuwastiri, ni kama tulivyoongea, ubalozi ulichukua hatua ya kuwasajili maagent na kuwa na maagent rasmi. Kwa hiyo kila anapokuja kwa utaratibu, changamoto ikitokea tunampigia agent wake. Mara nyingi nimempigia dada mimi mwenyewe nikiwa shahidi, anakuja kuwachukua wafanyakazi wake. Wale iliyotokea kadhia ya pale waliolala chini ya mti, wengi wao walikuja kwa njia zisizo rasmi, hawakuwa na maagent. Wakishafika maana ameshahalalishwa kwa sababu ana visa, hatuwezi kusema si halali kwa sababu ana visa za kazi na ana haki ya kupewa kazi. Kwa hiyo walitakiwa wapate msaada, kutokana na changamoto za sintofahamu imebidi walale chini nje, lakini ubalozi chukua hatua ukapeleka manpower na wamestirika na wapewa TD kurudi nyumbani. Lakini swali nitalifikisha kwa mgeni rasmi, nadhani ataleta majibu sahihi kupitia majibu. Asante sana, asante sana. Una swali?